mataifa 7 tu, takriban 10% ya watu wote duniani, lakini yanazalisha karibu theluthi moja ya uchumi wa dunia. Mataifa hayo yanapokutana, dunia husikiliza. Bei ya mafuta inaweza kubadilika, mwelekeo wa biashara unaweza kubadilika, msimamo kuhusu vita unaweza kubadilika, na hata mikopo inayotolewa kwa nchi zinazoendelea inaweza kuathirika. Lakini mwaka huu katika mkutano huo wa wakubwa duniani nchini Ufaransa, kulikuwa na uso mmoja kutoka Afrika uliovutia wengi, uso wa Rais wa Kenya, William Ruto. Kwa nini alikuwa pale? Alienda kuwakilisha nani? Kenya inanufaika vipi? Na je, huu ni wakati wa kihistoria kwa taifa letu? Karibu katika habari moto za sasa ndani ya Moto TV Kenya, kituo cha kweli kwa habari, makala na burudani Afrika Mashariki. Jina langu Ogaro Brian Osoro. Kumbuka kusubscribe, kulike, kucomment na hata kushare. Turn on notifications ili usikose lolote ndani ya Moto TV Kenya. Tufuate kwenye mitandao yote ya kijamii @Moto TV Kenya. Picha zilisambaa haraka duniani, Rais William Ruto akisalimiana kwa furaha na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Wengine wakasema Macron alionekana mwenye furaha kumwona. Wengine wakageukia upande mwingine wa ukumbi na kuanza kuchambua sura za viongozi wengine. Lakini wakati mitandao ikijadili tabasamu na lugha ya mwili, swali kubwa zaidi lilikuwa linapita kimya kimya. Kenya ilikuwa inafanya nini katika meza ya mataifa yenye ushawishi mkubwa zaidi duniani? Ili kuelewa uzito wa tukio hili, lazima kwanza tuielewe G7, kwa sababu huwezi kuelewa umuhimu wa uwepo wa Ruto bila kuelewa uzito wa jukwaa alilokuwemo. G7 ni kifupi cha Group of 7. Ni kundi la nchi 7 tajiri na zenye ushawishi mkubwa duniani: Marekani, Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Italia, Japan na Kanada. Mataifa haya si mengi kwa idadi, lakini yana nguvu kubwa sana kiuchumi, kisiasa na kijeshi. Ukichanganya uchumi wao ni mabilioni kwa mabilioni ya dola. Makampuni makubwa duniani, benki kubwa duniani, teknolojia kubwa duniani, yote kwa kiasi kikubwa yanatoka au yanaongozwa na nchi hizi. Lakini G7 ilianzaje? Turudi mwaka 1975. Dunia ilikuwa katika msukosuko wa kiuchumi. Bei ya mafuta ilikuwa imepanda. Mfumuko wa bei ulikuwa umetikisa mataifa mengi. Viongozi wa mataifa makubwa wakaona kuna haja ya kukutana mara kwa mara kujadili namna ya kuiongoza dunia kiuchumi. Mkutano wa kwanza ukafanyika nchini Ufaransa. Wakati huo walikuwa 6 tu, baadaye Canada ikaongezwa, ndipo G7 ikazaliwa. Kwa zaidi ya miaka 50 sasa, viongozi wa mataifa hayo wamekuwa wakikutana kila mwaka, na mara nyingi maamuzi yao huathiri dunia nzima. Hebu fikiria, ikiwa Marekani na washirika wake wanaamua kuongeza vikwazo kwa nchi fulani, biashara duniani inaweza kubadilika. Ikiwa wanaamua kuwekeza mabilioni ya fedha katika nishati safi, nchi nyingi zinaweza kunufaika. Ikiwa wanaamua kusaidia Ukraine au kuweka shinikizo kwa Urusi, athari zake zinaweza kusikika mpaka Nairobi, Lagos, Johannesburg au Cairo. Kwa maneno mengine, G7 si serikali ya dunia, lakini ni moja ya meza zenye ushawishi mkubwa zaidi duniani. Sasa swali linakuja, ikiwa G7 ni kundi la mataifa 7, Ruto alikuwa anafanya nini pale? Hapa ndipo hadithi inaanza kuwa ya kuvutia zaidi. Kwanza kabisa, Ruto hakuwa mwanachama wa G7. Kenya si mwanachama wa G7. Afrika si mwanachama wa G7. Lakini kila mwaka nchi mwenyeji hualika viongozi wengine muhimu kutoka maeneo mbalimbali duniani. Sababu ni rahisi, changamoto za dunia haziwezi kutatuliwa na nchi 7 pekee. Lazima washirikishe wengine. Lakini kwa nini Kenya? Kwa nini si Tanzania? Kwa nini si Uganda? Kwa nini si Ethiopia? Kwa nini si Nigeria? Kwa nini si Misri? Kwa nini si Afrika Kusini? Swali hilo lina majibu kadhaa. Kenya imekuwa ikijitokeza kama nguvu muhimu ya kidiplomasia Afrika Mashariki. Nairobi imekuwa kitovu cha Umoja wa Mataifa katika bara la Afrika. Kenya
imekuwa mshirika mkubwa wa Magharibi katika masuala ya usalama. Na katika miaka ya hivi karibuni, Rais Ruto amekuwa mstari wa mbele kuzungumzia masuala ya madeni ya Afrika, mabadiliko ya tabia nchi na mageuzi ya mfumo wa fedha duniani. Kwa mara nyingi, Ruto amekuwa akisema kuwa Afrika ina watu zaidi ya bilioni 1, lakini bado haina sauti ya kutosha katika taasisi muhimu za kimataifa. Amekuwa akihoji kwa nini maamuzi mengi kuhusu Afrika yanafanywa bila Afrika kuwa mezani, na huenda ndiyo maana mwaliko huu ulikuwa muhimu sana. Lakini je, Ruto alikuwa kiongozi wa kwanza wa Afrika kuhudhuria G7? Jibu ni hapana. Viongozi wa Afrika wamewahi kuhudhuria hapo awali: Rais wa Afrika Kusini, viongozi wa Senegal, Comoros na wengine. Lakini kinachofanya safari hii ya Ruto kuwa tofauti ni mazingira ya sasa ya dunia. Afrika imeanza kutazamwa kama bara la baadaye, bara lenye idadi kubwa ya vijana, bara lenye madini muhimu, bara lenye soko kubwa linalokuwa haraka, na Kenya inaonekana kama moja ya milango muhimu ya kuingia Afrika Mashariki. Lakini wananchi wa kawaida watanufaika vipi? Hili ndilo swali muhimu kuliko yote, kwa sababu diplomasia si picha, diplomasia si tabasamu, diplomasia si misafara, diplomasia si matokeo. Ikiwa uwepo wa Ruto katika G7 utaleta wawekezaji, hiyo inaweza kumaanisha ajira. Ikiwa utaleta biashara zaidi, hiyo inaweza kumaanisha mapato zaidi. Ikiwa utaleta ufadhili wa miradi, hiyo inaweza kumaanisha maendeleo zaidi. Lakini hayo yote lazima yaonekane kwa vitendo. Sasa turudi kwenye Emmanuel Macron. Kwa nini salamu zake kwa Ruto zimevutia watu wengi? Kwa sababu Faransa imekuwa ikijaribu kuimarisha ushawishi wake Afrika. Macron amekuwa akijenga mahusiano ya karibu na viongozi mbalimbali wa Afrika, na Kenya ni mmoja wa washirika muhimu wa Ufaransa katika eneo la Afrika Mashariki. Ndiyo maana baadhi ya wachambuzi wanaamini kuwa ukaribu huo una maana ya kidiplomasia kuliko ya kibinafsi. Na kuhusu Trump, mitandao imekuwa ikijaribu kutafsiri sura na lugha ya mwili, lakini ukweli ni kwamba si rahisi kujua mtu anawaza nini kutokana na sekunde chache za video. Diplomasia hupimwa kwa mikutano, makubaliano, mikataba na matokeo, si kwa tabasamu pekee. Labda swali kubwa zaidi si kama Ruto alisalimiana na nani. Swali kubwa ni hili: je, Kenya imeanza kuonekana kama sauti ya Afrika katika majukwaa makubwa duniani? Je, dunia imeanza kuisikiliza Kenya kwa uzito mpya? Na je, nafasi hii inaweza kutafsiriwa kuwa manufaa halisi kwa wananchi wa kawaida? Kwa sababu mwananchi wa kawaida wa Nairobi, Kisumu, Eldoret au Mombasa hahitaji picha, anahitaji kazi, anahitaji biashara, anahitaji maisha bora. Na hapo ndipo mtihani wa kweli wa diplomasia unapopatikana. Kilicho wazi ni kwamba G7 si mkutano wa kawaida, ni moja ya majukwaa yenye ushawishi mkubwa zaidi duniani. Na uwepo wa Rais William Ruto katika mkutano huo unaifanya Kenya kuonekana katika ramani ya maamuzi makubwa ya dunia. Je, huu ni mwanzo wa ushawishi mkubwa zaidi wa Kenya duniani? Je, Kenya imeanza kukaa meza moja na wakubwa wa dunia, au ni hatua nyingine tu ya diplomasia ambayo itapita bila matokeo makubwa? Majibu yake yatapatikana katika miezi na miaka ijayo. Lakini jambo moja haliwezi kupingwa: wakati viongozi wa dunia walipokutana katika mkutano wa G7, bendera ya Kenya ilikuwa pale na sauti ya Kenya ilikuwa ndani ya chumba hicho. Jina langu Ogaro Brian Osoro. Hii imekuwa habari moto za sasa ndani ya Moto TV Kenya, kituo cha kweli kwa habari, makala na burudani Afrika Mashariki. Kumbuka kutufuata kwenye mitandao yote ya kijamii @Moto TV Kenya. Like, subscribe, comment na share. Turn on notifications ili usipitwe na lolote ndani ya Moto TV Kenya, kituo cha kweli.